Kusini magharibi mwa Ethiopia, ndani ya bonde la Omo lenye mandhari ya kuvutia na mazingira ambayo bado hajaguzwa sana na ulimwengu wa kisasa, kuna jamii moja ya kipekee inayohifadhi utamaduni wa kale kwa fahari kubwa. Hawa ni watu wa Surma, wanaojulikana pia kama Suri. Kwa karne nyingi, jamii hii imeishi kwa kutegemea mifugo, ardhi na mila zilizoridhishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Katika dunia inayobadilika kwa kasi, Surma bado wanapambana kulinda utambulisho wao. Kwa watu wa Surma, maisha huzunguka kitu kimoja tu: ng'ombe. Ng'ombe si mali pekee, ni ishara ya utajiri, heshima, nguvu na uhai wa familia. Mahari ulipo kwa ng'ombe, chakula hupatikana kupitia maziwa na damu ya mifugo. Hata nyimbo zao, sherehe zao na majina yao mara nyingi huhusishwa na fahari ya mifugo yao. Kila asubuhi, vijana wa Surma huamka mapema kuwapeleka ng'ombe malishoni. Watoto hujifunza maisha ya ufugaji tangu wakiwa wadogo, huku wanawake wakibeba jukumu la kujenga nyumba, kutafuta maji na kulea familia. Nyumba zao hutengenezwa kwa miti, nyasi na udongo, zikiwa zimejengwa kwa mtindo wa jadi unaoendana na mazingira yao ya asili. Mmoja ya alama maarufu zaidi ya wanawake wa Surma ni sahani kubwa zinazovaliwa kwenye midomo ya chini. Kwa jamii nyingi duniani, jambo hili linaweza kuonekana la kushangaza, lakini kwa Surma, sahani hizi ni alama ya uzuri, utu uzima, heshima na fahari ya kitamaduni. Msichana anapofika umri wa ujana, mdomo wake wa chini hukatwa kidogo na kuwekwa sahani ndogo ya udongo au mbao. Kadri muda unavyopita, ukubwa wa sahani huongezwa hatua kwa hatua. Wanawake pia hupamba miili yao kwa rangi za asili zinazotokana na udongo, majivu, mimea na madini. Michoro hiyo huonyesha ubunifu wao, hisia zao na wakati mwingine hadhi yao katika jamii. Makovu ya mapambo yao mwilini hutumiwa kuonyesha uzuri, uvumilivu na wakati mwingine kumbukumbu za maisha. Kwa vijana wa kiume wa Surma, hakuna jambo linaloheshimiwa zaidi kuliko donga, mapambo ya jadi kwa kutumia fimbo ndefu. Mashindano haya si vurugu za kawaida, ni sehemu ya mila na mafunzo ya kuwa mwanaume kamili katika jamii ya Surma. Wapiganaji hukusanyika mbele ya wazee, wanawake na watoto, huku ngoma za jadi zikilia. Kila mpiganaji hutumia nguvu, kasi na mbinu kumshinda mpinzani wake. Ingawa mapambano haya yanaweza kusababisha majeraha makubwa, yanaonekana kama njia ya kudhibitisha ujasiri, nguvu na hadhi ya kijana mbele ya jamii. Mara nyingi washindi hupata heshima kubwa na kuvutia wanawake wanaotafuta waume wenye uwezo. Jamii ya Surma ina uhusiano mkubwa sana na mazingira yao. Wanaamini kuwa roho huishi ndani ya mito, milima, upepo na hata mifugo yao. Wazee wa kijadi na viongozi wa kiroho huongoza tambiko, maombi na ushauri wa kijamii. Katika maisha yao, asili si kitu cha kutumiwa tu, ni sehemu ya maisha yenyewe. Mvua, ukame, afya ya mifugo na mafanikio ya familia yote huaminiwa kuwa yana uhusiano wa karibu na nguvu za kiroho na heshima kwa mila za mababu. Lakini katika miaka ya karibuni, maisha ya Surma yameanza kubadilika kwa kasi kubwa. Miradi mikubwa ya maendeleo, mashamba ya biashara, ujenzi wa mabwawa na sera za serikali zimeanza kuchukua sehemu kubwa ya ardhi walioitumia kwa karne nyingi. Kupungua kwa maji na maeneo ya malisho
kumeongeza migogoro kati yao na makabila jirani. Wakati huo huo, vijana wengi wanaanza kuvutiwa na elimu ya kisasa, simu za mikononi na maisha ya mjini. Kwa baadhi yao, huu ni mwanzo wa maendeleo, lakini kwa wengine ni tishio la kupotea kwa tamaduni zao. Leo vijana wa Surma wanaishi kati ya dunia mbili. Upande mmoja ni mila za mababu zao, ufugaji, sherehe na maisha ya jadi. Upande mwingine ni ulimwengu mpya wa elimu, teknolojia na utandawazi. Wakati mwingine wanajaribu kuendeleza utamaduni wao, wengine wanaamini maisha ya kisasa yanaweza kuwapa nafasi bora zaidi za baadaye. Katika ulimwengu unaobadilika kila siku, watu wa Surma wanaendelea kuwa mfano wa jamii inayopigania kulinda historia, mila na utambulisho wao. Wao si picha tu za utalii wala simulizi za kale, ni jamii hai yenye sauti, fahari na hekima ya karne nyingi. Na kadri dunia inavyosonga mbele, hadithi yao inabaki kuwa ukumbusho kwamba utamaduni ni urithi ambao haupaswi kupotea. Katika vumbi la nyayo zao, historia bado inaishi, na ndani ya mioyo yao, roho ya Surma itaendelea kudumu milele. Imekuwa ni makala ya jamii ya Surma, nami Obarasa Ignatius.